maisha ya wokovu. Wokovu tumeupata bure bila gharama yoyote. Hakuna mtu ambaye amelipia kupata wokovu. Wokovu ni bure. Mungu alitupa wokovu bure, pasipo gharama yoyote ile. Na kwa sababu wokovu ni bure, watu wamekuwa wakiona kama ni kitu ambacho hakina thamani, kwa sababu wamekipata bure. Mara nyingi sana mtu anapopewa kitu bure akapewa, huwa akithamini kama kile kitu ambacho amekinunua. Ni wachache sana wanaweza kuthamini kitu ambacho amekipata bure. Walio wengi huwa hawathamini na kuona ni kitu cha kawaida. Na ndio maana unaweza ukaona kitu cha thamani, unafika kwenye nyumba ya mtu unakuta mtu amekitupa tu. Kwanza hajui thamani yake kwa sababu amepewa bure. Na kama amepewa bure, anaona ni cha kawaida. Anapoona cha kawaida, ana uwezo wa kukiharibu kile kitu kwa sababu hajui thamani ya kile kitu. Sasa hata wokovu ni bure. Hakuna gharama kwenye wokovu. Hakuna gharama yoyote ambayo mtu unalipia ili uweze kupata wokovu. Na hata leo tukakuuliza, ulipopokea wokovu ulilipa gharama gani? Mimi ninaamini utaniambia hakuna gharama uliolipa kulingana na kupokea wokovu. Ninaamini hicho kitu. Ulipata wokovu bure, bila gharama yoyote. Na wakati mwingine pengine ukawa umeona kama sio kitu cha thamani, lakini ulipata bure. Na vigezo vya kupata wokovu ni vyepesi. Kitabu cha Warumi 10:9. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ishia hapo. Haleluya. Wokovu unapatikana kwa raha, kwa wepesi sana sana. Hakuna waliposema lipa pesa. Hapana. Hapana waliposema lipa pesa. Ila ni kuamini tu. Yaani ni kuamini tu. Unapoamini, unakubali, unapokea neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuamini. Mbona kitu kilivyo chepesi sana hicho kufundishwa Mungu. Chepesi sana. Yaani umeamini. Umesikia injili inahubiriwa. Ukaamini. Ukakubali moyoni mwako. Ukamkubali Yesu. Tukakuombea sala ya toba. Unakuwa umefanyaje? Unakuwa umeokoka. Kitu chepesi kabisa, ambacho hakina gharama yoyote. Sasa kwa wepesi huu watu wamekizalau. Watu wamezalau wokovu kwa sababu unapatikana kwa wepesi. Wamezalau na kuona kama sio kitu. Wamezalau na kuona kama ni kitu cha kawaida. Wamezalau na kuona kama ni kitu ambacho hakina thamani yoyote. Wamezalau. Mstari wa 10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata akapata haki. Kwa moyo mtu huamini hata akapata haki. Na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Na kwa kinywa mtu ukiri mpaka hata kupata wokovu. Hapo. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakupokea wewe kuwa Bwana Yesu na Mwokozi wa maisha yangu. Unakuwa umeokoka.
Haleluya. Anasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata haki. Yaani ukikiri unahesabika kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Kwa kukiri. Unaona vizuri? Kuna gharama yoyote hapo? Kuna pesa umetoa? Kwa kinywa unakiri, unapokea wokovu, unakuwa mlokole. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa maana hiyo watu wengi wakachukulia ni kitu cha kawaida. Anaweza akasema nimeokoka na akafanya chochote anachotaka kukifanya, maana amepata wokovu kwa wepesi, wala hajalipa gharama yoyote, hajatoa pesa yoyote, hajagharamia kitu chochote. Ni kwa maneno tu amesema, na kwa sababu ni kwa maneno tu anaona hakuna maana yoyote, hakuna uzito wowote, anaweza akafanya vyovyote vile anavyovifanya. Kwa sababu hiyo ya watu kuchukulia wokovu kuwa kitu cha kawaida, na ndio maana unaweza ukawaona wachawi wapo makanisani. Kwa nini wapo makanisani? Kwa sababu ya wepesi wa wokovu, anaamini anaweza kaingia na vitu vyake vyote alivyonavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ndio maana unakuta wezi wapo makanisani. Anakuja kanisani, jioni anaenda kuiba kwa mtu. Kwa sababu wokovu ni kitu ambacho amekipata bure, hajakilipia gharama yoyote, na kama hajakilipia gharama yoyote anakiona kuwa ni kitu cha kawaida ambacho hakina thamani yoyote. Na kwa sababu ni kitu cha kawaida, anafanya vyovyote vile ambavyo anataka yeye, kwa sababu hakulipa aina ya gharama yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unawaona wachawi wapo makanisani, walevi wapo makanisani. Leo yupo kanisani, jioni anaondoka, anaenda anapiga kimpumu pale, anajiseti, wanasema anajibusti, anakaa vizuri, mambo yanaendelea. Kwaya anakuja kanisani, anaimba kwaya vizuri bila shida yoyote, na anakuwa na uwepo sio kwa kawaida, anazama kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu amechukulia wokovu ni kitu cha kawaida kwa sababu alikipata bure. Bwana Yesu asifiwe. Anachukulia ni kitu cha kawaida kwa sababu hajakigharamia, na ndio maana ana uwezo wa kukichanganya na vitu vingine. Ana uwezo wa kuchanganya vitu vingine na hata asione kama kuna madhara yoyote yanayoweza kutokea, na hata akachanganya na asiwe na mashaka wala hata asijali, kwa sababu wokovu amekiona kama ni kitu cha kawaida, maana amekipata bure. Bwana Yesu asifiwe. Kama wokovu ungekuwa ni gharama, kanisani wachawi wasingekuwepo, walevi wasingekuwepo, kwa sababu wangeogopa kwamba kwa gharama walionunua wokovu, wakiupoteza mpaka waje wapate tena pesa ya kununulia ule wokovu, inawezekana wasiupate kulingana na gharama ya kupata ule wokovu. Tunaelewana wapendwa? Kwa sababu ya ile gharama ya kupata wokovu, kwa watu wangekuwa makini, wangekuwa na heshima, wangekuwa wanyenyekevu, wangekuwa wakimheshimu Mungu, kwa sababu wanaona kama hii neema tukipoteza, hii nafasi tukipoteza, hatutaipata tena. Kwa wataipambania ile nafasi ili waendelee kukaa kwenye ile nafasi ya wokovu. Lakini kwa sababu wokovu ni bure, kila mtu anafanya vile ambavyo anataka, anafanya vile ambavyo anajisikia. Na ndio maana sio ajabu kuona mlokole anamtukana mtu mwingine. Ni kitu cha kawaida sasa hivi. Ukiona mlokole anapigana ngumi na mtu mwingine, ni kitu cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu hajathamini kile kitu alichonacho ndani. Kile kitu alichonacho ndani amekiona kama ni kitu cha kawaida, kwa hajakipa thamani, na ndio maana anajiona kama ni mtu wa kawaida. Haleluya. Anajiona kama ni mtu wa kawaida. Wokovu ni kitu cha kawaida.
Na ndio maana imekuwa ni ngumu sana watu kuwaelewa warokole ni watu wa namna gani. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ametoka huko alikotoka, pamoja na tabia zake ameingia nazo kanisani, na anapokuja kanisani si kwamba anaziacha, hapana, anaendelea kuzifanya. Na yule mtu wa pembeni anapotazama anashindwa kuelewa warokole ni watu wa namna gani, kwa sababu yale maovu ndio wanaoyafanya, yale mabaya ndio wanaoyafanya. Yaani imekuwa hakuna tofauti kati ya mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka. Imekuwa ni kawaida. Haleluya. Imekuwa ni kawaida. Umeokoka, unachonganisha watu. Watu wanapigana ngumi kweli kweli, lakini chanzo ni wewe. Yaani wewe ni flesh. Wokovu pako umepata ni bure. Unaona ni kawaida. Mtu mlokole anatembea na mume wa mtu, au mtu mlokole anatembea na mke wa mtu. Imekuwa ni kawaida, kwa sababu thamani hata ya wokovu hatuijui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zamani, kabla Yesu hajaja, kuna gharama ilikuwa inalipwa ili uweze kupata wokovu. Kuna gharama ilikuwa inalipwa ili uweze kusamehewa dhambi. Yaani ili dhambi usamehewe, kuna gharama unalipa. Kwa sababu wanakuambia nunua ng'ombe, alafu huyu ng'ombe tunampeleka patakatifu pa patakatifu, na kulikuwa kuna sheria ya kwamba kwa mwaka kuhani alikuwa anaingia mara moja patakatifu pa patakatifu. Kuhani anakamata ule mzigo, ile sadaka, anaingia nayo, anafungwa kamba miguuni, anaingia mle ndani. Wanaendelea kumsikilizia huyu mtu ni mzima au vipi. Wanatikisa kamba, anaona kama inacheza cheza, anajua huyu mtu ni mzima. Kama haichezi cheza, ndio huyu mtu ameshakufa. Wanavuta, wanatoa, anakuwa amekufa. Lakini kuna yule mtu aliyetoa ile sadaka, haikuwa bure. Walikuwa wanalipa gharama ya kutoa sadaka kulingana na dhambi ulizonazo, kulingana na makosa ulionayo, kulingana na vile ambavyo unatamani Mungu akufanyie. Ulikuwa unatoa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unalipa fedha, unatoa pesa, ananunuliwa mnyama kwa ajili ya kutoa sadaka. Lakini leo Kristo alipokuja, wokovu ukawa ni bure. Kumkiri Yesu kwa kinywa chako kwa kuwa ni Bwana, alifufuka katika wafu, unafanyaje? Unaokoka bure kabisa, haulipi gharama. Na ndio maana walio wengi, kuna matatizo ulipata, ulikuwa na shida, ulikuwa na umwa, uliombewa bure pasipo gharama yote, tukakuwekea mikono kwa jina la Yesu uwe mzima, na ukawa mzima bure, hakuna gharama yote. Lakini kwa kupata bure tumepoteza thamani ya Mungu. Ndio maana leo kanisani aaminiki mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ukweli, mlokole aaminiki sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu amekuja na maneneli yake yale wanaita manini yale kutoka nayo duniani, mafurushi yake. Alipokuja na mafurushi yake, akumkabidhi Yesu mafurushi yake, aliyabeba yeye mwenyewe, yuko nayo kanisani. Ndio maana unakuta kanisani mtu anamsengenya mtu, anamsema mtu vibaya kanisani, anasema yani yule ni mtu mbaya sana, alifanya hivi, alifanya hivi, alifanya hivi, alifanya hivi. Wakati mwingine unakuta kanisa limebadilika, limekuwa ni sehemu ya masengenyo, kuwasema watu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasemana hawaoniani aibu. Watu wanatukanana hawaoniani aibu. Watu wanasengenyana hawaoniani aibu. Mpagani na mlokole hajatofautiana. Ndio maana nimekwambia aaminiki mlokole sasa hivi. Mlokole aaminiki, kwa sababu alikotoka kule alikataa kuiacha mizigo yake, akaamua aje nayo mizigo yake. Na alipoamua kuja nayo mizigo yake, akagoma kumkabidhi Yesu mizigo yake, akabaki nayo yeye. Ndio maana kule duniani, kama ulikuwa ni mchawi, unakuta kanisani ukiona fulani kaimba vizuri, unamloga, unamtegua kwa mguu ili asije kucheza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona kanisani fulani amefanya kitu kizuri, hautamani afanye kitu kizuri, unainua maneno kuhakikisha yule mtu aliyefanya kitu kizuri anakata tamaa, kesho asifanye. Ni tabia ya duniani, ukaibeba ukaja nayo madhabahuni pa Mungu, na ikaanza kufanya kazi.
ni nani ameokoka, nani hajaokoka. Hata Mungu mwenyewe anashindwa kukuelewa, kwa sababu Mungu anapokupa neema, anapokuokoka anasema kumkiri Yesu kwa kinywa ya kuwa ni Bwana. Kinachofuata ni sheria ya Mungu. Wokovu umepata bure, lakini sheria ya Mungu ina gharama. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Wokovu umeupata bure bila gharama, ila kutembea ndani ya wokovu unahitaji kufuata sheria na kanuni ili uweze kutembea kwenye wokovu. Hautaishi maisha kama wokovu ulipata bure, hautaishi katika ubure, lazima ulipe gharama. Gharama gani unalipa? Ndio maana unaweza kujikuta mtu ulikuwa ni mchonganishi, unaacha ile ni gharama. Unajua kuacha kitu ulichozoea ni kazi. Unanielewa? Kuacha mtu kitu ulichozoea ni kazi, ile ni gharama unalipa. Unakuta mtu alikuwa ni mlevi, ametoka kule duniani amekuja kanisani. Sikiliza, kuacha ulevi ni gharama, kwa sababu ni kitu ambacho mtu alikizoea. Kuacha uzinzi ni gharama, kwa sababu ni kitu ambacho mtu alikizoea. Kitu chochote ukikizoea kukiacha kiwepesi sio rahisi. Unahitaji kuwa na muda, unahitaji kukiacha taratibu mpaka uhakikishe umekiacha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio gharama tunayoilipia ambayo inatusababisha tunaonekana ni walokole. Usipokubali kulipa hiyo gharama, hautaonekana walokole. Ndio maana saizi walokole hawaeleweki. Ni kwa sababu hiyo hawahitaji kulipa gharama. Haleluya. Mlokole hahitaji kulipa gharama. Na kama huwezi kulipa gharama, una tofauti na mpagani. Ndio maana unakuta wanakwambia mtumishi fulani amekamatwa kwenye nyumba fulani na mke fulani. Yawezekana huyo mtu alipokuwa duniani alikuwa na tabia hiyo. Sasa alipookoka ameshindwa kulipa gharama ya kuacha kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ameshindwa kulipa gharama ya kuacha kile kitu. Kuacha kitu nimekwambia ni kazi. Wewe mwenyewe unaelewa. Kuna kitu unakuta unatamani kukiacha. Usipokubali kutoka ndani ya moyo huwezi kiacha. Usipokilipia gharama, umtafute Mungu, Baba naomba unisaidie, huwezi kiacha. Sasa walio wengi wanaoishi katika hayo wamegoma kulipa gharama. Kama walivyopokea wokovu bure, wanadhani wataishi bure. Lakini kuna gharama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unahitaji ulipe gharama. Na kama tungekuwa tunalipa gharama, kanisa lisingetukanwa. Kwa nini tukanwe kanisa? Wakati unalipa gharama, unajijua mimi nilipokuwa duniani nilikuwa ni mchonganishi. Kwa hapa nimeokoka, inatakiwa nilipe gharama ili nisiwe mchonganishi. Maanake nimtafute Mungu katika hali na mali, lakini nijitahidi kuacha. Haleluya. Nijitahidi kuacha hiki kitu nilichokuwa nakifanya. Unakuwa mtu safi ukikiacha. Mimi nilipokuwa duniani nilikuwa natembea na wake za watu. Kwa ninapokuja huku kwa Mungu inatakiwa nijitahidi kulipa gharama. Nijizuie, ni gharama ile. Nijizuie, alafu nimuombe Mungu anisaidie. Kulipa gharama, kumwomba Mungu ni kulipa gharama. Watumishi wa Mungu ambao huwa mnalala hapa mtasapoti kinachokwambia. Unameacha kitanda nyumbani, unalala vizuri kwa godoro zuri, afu unakuja kulala hapa chini. Sio gharama hiyo umelipa? Ni gharama. Sasa unapokataa kulipa gharama, ndio vile ambavyo unatembea na matatizo yako. Unatembea na shida zako. Unatembea na kila ulicho nacho, unatembea nacho. Ndio maana hautofautishi kati ya aliyeokoka na ambaye hujaokoka. Unafika wanakuambia, yule anayesali yule bora fulani kuliko yule.
Kweli Yesu ulimpokea, si kwamba ukumpokea. Ulimpokea na ukaitimiza haki ya kumpokea Yesu. Ni kweli. Hata kama wokovu ulipata bure, ni kweli, lakini umefanyaje? Umeupata. Lakini ulichoshindwa kukifanya ni kulipa gharama. Kulipa gharama ndio ulichoshindwa. Ndio maana unatukana kwa sababu umeshindwa kulipa gharama. Na kuna mtu mwingine anasema najitahidi kuacha lakini nashindwa. Hujaamua. Haleluya. Haujaamua. Sio kwamba nashindwa. Haujaamua. Unajua kitu chochote kinahitaji kuamua. Kumkiri Yesu, kumkubali Yesu, kuokoka ni kuamua. Ili utoke kwenye kifungo fulani unahitaji kuamua. Ukiamua hautaambiwa kafunge na kuomba. Utafunga mwenyewe bila kuambiwa na mtu. Huyo ni mtu aliyeamua. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamua hautaambiwa nenda kanisani. Utakwenda mwenyewe kwa sababu umeamua. Lakini kama hujaamua utaambiwa mtumishi wa Mungu. Sasa Mungu ameniambia kuna 1, 2, 3 uingie kwenye maombi ya masaa 12 na hayo maombi uingie kesho. Uingie kesho hayo maombi masaa 12. Hautaenda. Haleluya. Hautaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hautaenda. Mtoto kufuata mtumishi wa Mungu, Bwana ingia kwenye maombi. Na wapendwa, tujitahidi kumsikiliza Mungu. Mtu unayetaka kutembea na Mungu, msikilize Mungu sana. Unayetaka kutembea na Mungu, msikilize Mungu. Hapa kanisani Mungu amegawa vipawa tofauti tofauti. Kanisa letu sisi ni dogo, lakini Mungu amegawa vipawa tofauti tofauti. Kuna watu ambao Mungu anazungumza nao kwa habari ya watu wengine. Usidharau. Haleluya. Lakini na wale wanaopeleka taarifa, jitahidini thibitisha hiyo taarifa, je, imetoka kwa Mungu kweli? Ndio uipeleke. Haleluya. Lakini ukisikia wanakuambia kwamba fulani atakufa, usiende kumwambia. Haleluya. Ukisikia Mungu anakuambia fulani anakuwa atakufa, usiende kumwambia kwamba wewe utakufa. Usiende. Haleluya. Beba mzigo muombe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anapomtumia mtu kukwambia, Mungu amesema funga. Baba, wewe hujabahatika kuona. Aliyebahatika kuona amekwambia kwamba Mungu anasema funga kwa sababu kuna 1, 2, 3. Usipuuzie, usinyamaze. Lakini ukikubali kulipa gharama utafunga. Mwisho wa Mungu akikufuata. Tena unamwambia mtumishi, kuna ujumbe. Ujumbe gani? Bwana Mungu amesema 1, 2, 3, 4, 5. Sawa. Nakwenda kufanya. Alafu kitu kingine. Mtumishi wa Mungu akitumwa kwako, akakwambia nimeona 1, 2, 3, 4, 5. Kumbuka na yeye anabeba mzigo. Kama ni kweli mwambie. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kweli mwambie kwamba ndugu yangu, ni kweli niko 1, 2, 3, 4, 5. Mwambie ukweli ili anapokwenda kukuombea ajue anaanzia wapi, anamalizia wapi. Kisiwe kitu unakijua amekuja kukwambia unasema mimi sijui. Lakini moyoni wako unaelewa. Unasema mimi sijui. Sasa huyu anaanza tena kwa Mungu wake. Wewe Mungu, maana yake wewe ni mwongo. Wewe Mungu, maana yake wewe unadanganya sasa. Unaenda vizuri? Yule mjumbe unambebesha mzigo mwingine. Na wakati mwingine hata Mungu siku nyingine akisema atampuuzia, hata msikilize. Kwa sababu atahisi pengine ni mawazo yake. Pengine atahisi ni mawazo yake au ni shetani tu mwenyewe amejiinua katika hili. Tunaelewana vizuri? Amen. Tunaelewana vizuri? Amen. Tulikuwa tunasema kwa habari ya kulipa gharama. Ili uweze kutoka eneo ulilopo uende eneo lingine, unahitaji kulipa gharama. Gharama ya muda, gharama ya kujitolea hata mwili wako, ulipe gharama.
ili uweze kutoka sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ila usipolipa gharama, wewe unakuwa ni yule wa duniani. Yaani ukiokoka hautofautishwi. Ndio maana nikasema leo walokole hawaaminiki. Inawezekana wewe unaaminika, lakini walokole wengine hawaaminiki. Sijasema kwa ubaya kwa sababu na mimi ni mlokole. Sina nia mbaya, lakini ukweli si mnaujua. Ukweli mnaujua kwamba mlokole hawakuamini. Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini yote yanatokea? Hatutaki kulipa gharama. Hatutaki kujitesa kwa ajili ili tuwe salama. Hatutaki. Ndio maana mmoja ya watu unakuta wanakuja polisi, labda pengine wanamtafuta mtu, labda kafanya jambo fulani, wanakutana na wewe, wanapita na wewe. Unaanza kujiuliza, mimi nimeokoka, kwa nini wameamua kupita na mimi hawa? Kwa nini wamenikamata? Kwa sababu haujajitofautisha kati ya wewe na wale watu wa dunia. Ili uweze kutofautishwa, lazima ukubali kulipa gharama. Wapendwa, mnanielewa vizuri? Lazima ukubali kulipa gharama. Kumkiri Yesu ni bure. Kumkubali Yesu ni bure. Kuokoka ni bure. Ila kuishi maisha ya wokovu ni gharama, sio bure. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna mambo yanakufuata. Zile tabia za duniani zile zinakufuata. Na wakati mwingine haukuaga nazo, zinakufuata humu. Unapokuwa kwenye jamani, unapookoka ni vita. Yaani unaposema nimeokoka, umejikubali. Biblia inasema mtu anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe. Unaelewa kujikana mwenyewe wewe? Ujikatae. Bwana Yesu asifiwe. Ujikatae, ujikane mwenyewe, alafu ujitwike msalaba wake, alafu umfuate. Jamani, tunaona kuna mtu alibebaga msalaba wa Yesu kipindi Yesu anasulubiwa, na tunamwona Yesu alijitushaga msalaba. Ulikuwa ni mwepesi, ulikuwa ni mzito, lakini unajikana mwenyewe. Unajikana mwenyewe, sema kwa namna yote natembea nao, kwa namna yote nakwenda naye, kwa namna yote sirudi nyuma. Yaani unakubali kutoka ndani ya moyo wako. Unapokubali kujitwika msalaba wa Yesu Kristo, nasema hivi, hautaambiwa kaombe. Hatutakuja kukwambia nenda kaombe, utakwenda mwenyewe kuomba. Hatutakwambia katoe sadaka, utatoa mwenyewe sadaka. Hatutakwambia jambo fulani, utafanya mwenyewe, kwa sababu umekubali. Amen. Na unapokubali ndipo unapokuwa huru. Moja ya vita za familia zinafuatilia sana watumishi ambao wameamua kutoka kwenye ile mifumo yao. Yaani unaposema mimi nimeamua kuokoka, yaani ile mizimu ile iliyokuwa inatesa familia ndio inakuinukia wewe. Inahitaji ulipe gharama. Haina maana kwamba kuokoka umemaliza, hapana. Na ndio maana hivi vitu tunaviona vipo kanisani. Inainuka. Kama kwa kuna roho ya uaji ndani, unajikuta unatamani kuua, yaani unatamani, inainuka roho. Yaani moja ya kitu ambacho shetani anapambana nayo ni kuhakikisha hausimami kwenye wokovu. Shetani leo anatafuta wafuasi wa kuondoka nao. Anatafuta tena, anabidii. Unapompokonyoka kutoka mikononi mwake, unapokwenda huku, anapambana kurudishe kwa hali na mali. Kwa ukijiona kuna vitu vinakufuatilia vya duniani, tambua shetani anataka akuvute. Alafu shetani huwa anaaibisha ili uone aibu, usiendelee na wokovu. Yaani anakutengenezea kitu kitakachokuaibisha kabisa. Yaani unajisikia aibu, unaaibika. Yaani hata ukimwona mlokole mwenzako unampita pembeni, unamkimbia. Hamjagombana, mjafanya nini? Yaani ukimwona kule wewe unakwepa hapa. Ukimwona kule wewe unakwepa hapa. Shetani anatengeneza vitu ili
unakuwa unaona kama kila mtu anajua. Kila mtu unakuwa unajua huyu anajua. Yaani unaona kama huyu anajua chochote, yaani huyu anaelewa. Hata kama ilikuwa ni kwa siri na pengine watu wengine ndio wanakuwa wanajua, wewe unahisi kama anaelewa kila kitu. Kwa hiyo yote mlokole unakuwa unakwepa. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tulipe gharama. Toa gharama ya muda. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kulifanya, ila unahitaji ulipe gharama. Ndio maana nikatoa mfano kwa watu wanaokuja kulala kanisa. Kuna mtu hapa leo ukaambiwa lala kanisani, huwezi kwenye simenti hapo, huwezi ukalala kwa sababu nyumbani una godoro nzuri, nyumbani una kitanda kizuri. Unasema mimi niende kanisani nikafanye nini? Siwezi. Haujui namna ya kulipa gharama, ndio maana huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kumjua mtu ambaye amejua namna ya kulipa gharama ni namna vile anavyojitoa. Mimi nimekuwa nikiona hapa kanisani wao watu tunagombaniaga kulala hapa kanisani. Kuna mtu mwingine haelewi. Bwana asifiwe. Kuna mtu mwingine haelewi. Ila hapa kanisani watu tunagombaniaga kulala hapa. Lakini haina maana hatuna vitanda. Tunavyo. Na kuna watu wengine hawajagi tu kanisani hapa tunaambia bwana leo fulani fulani atakuwepo. Yaani sasa kwa sababu ukiachilia unakuta watu na kuna mtu mwingine atashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila mtu ana mambo yake, lakini anaamini kabisa kwamba kujitoa kwangu ndio namna ya kulipa gharama ya kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mtu anakuwa anajitoa. Mtu ambaye hajui kulipa gharama, mimi nasema ukweli, watumishi wa Mungu, mtu ambaye hajui kulipa gharama, chunguza tabia zake. Yale mambo ya duniani yote anayo. Yote anayo. Na huyo mtu anatukanisha jina la Yesu Kristo. Jamani, jina la Yesu ni la thamani. Amen. Moja ya kitu unatakiwa ukilinde ni hili jina. Alitakiwi kutukana. Vile ambavyo unaweza kujilinda mwenyewe, ndivyo unavyoweza kulilinda jina la Yesu lisitukane. Ndivyo unavyoweza kulilinda jina la Yesu. Yaani wewe usiwe sababu ya jina la Yesu kutukanwa. Usiwe sababu. Haleluya. Usiwe sababu ya jina la Yesu kutukanwa. Hapana. Wewe uwe sababu ya watu kulisifia jina la Yesu. Sikiliza. Tunaamini ya kwamba Yesu anabadilisha. Si sawa? Lakini Yesu anabadilisha unapokubali kujitoa. Unapojitoa haujibadilishi wewe. Unapolipa gharama haujibadilishi wewe. Anayebadilisha ni Yesu. Haleluya. Lakini wakati wewe umeipa nini? Gharama. Usipolipa gharama, hata kama Yesu anabadilisha, hawezi kukubadilisha kwa sababu haujalipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Haujajua namna gani nitoke hapa, utajikuta uko pale, utajikuta uko vile vile. Kila siku ni yule yule. Fulani ameokoka juzi kanisani, mbona kabadilika? Mimi nina miaka 10 sijabadilika. Fulani ameokoka juzi, mbona maisha yake yanakwenda vizuri? Mimi nimekaa vile vile. Kwa sababu haukubali kulipa gharama, na ndio maana unakuwa ni vile vile. Sikiliza, kama unachukua pesa unampa mtu, pesa inauma, si ndio? Unakuta kwa maisha yako ulionayo unachukua shilingi 50,000 unaenda kumpa mtu bure.
hata kama Mungu amekwambia umpe, ila moyoni kuna maumivu utatupata. Unanielewa vizuri? Hata kama una hela, hata kama Mungu kasema na umemsikia, kweli Mungu amesema. Sasa unakuta umempa 50,000 na umebaki huna kitu. Unaona namna gani ambavyo ukilipa gharama jinsi inavyokuwa? Kuna maumivu unayapata, si ndio? Kuna maumivu unayapata. Na kwa Yesu ndio hivyo hivyo. Unapokuja umelala kwenye mkeka hapa, unaomba unaamka asubuhi mbavu zinauma. Umelipa gharama. Unatoka nyumbani unakuja kanisani, unashinda kanisani unamwomba Mungu. Unalipa gharama. Sio bure. Na unapolipa gharama lazima uone matokeo. Lazima matokeo yatokee. Haleluya. Amen. Kwa sababu umelipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Una nia ya kutoka sehemu fulani. Una nia ya Mungu akutoa kiwango fulani kupeleka kiwango kingine. Kubali kujitolea muda wako kwa ajili ya Mungu. Kubali kujitolea muda wako. Kubali kutoa muda. Mungu anaheshimu sana muda. Kubali kutoa muda. Kubali kujitesa kwa ajili ya Mungu wako. Kufunga nako ni kulipa gharama. Kuna mtu huwezi kufunga, na kuna watu tangu wameokoka, unakuta mtu ameokoka na miaka 5 hajaifunga hata mara moja. Unatokaje ulipo? Unatokaje? Unatokaje? Haulipi gharama. Inaanza mchungaji wetu ana upako. Unajua ana upako. Wewe mwenyewe umeshindwa kulipa gharama, ndio maana unasababisha kuweza kutoa maneno. Unapokuwa umelipa gharama, unarahisisha hata mimi. Ninapokuwekea tu mkono, mimi siponyi. Unanisikia? Mimi sifanyi nini? Siponyi. Anayeponya ni Mungu. Ni Yesu aliyeko ndani yangu ndiye anafanyaje? Anayekuponya. Kwa hiyo unaposema mchungaji kama kwenda kabarudi, mimi siponyi. Anayeponya ni Mungu. Ukiandaa mazingira wewe, mimi ukifika tu nikikwekea tu mkono hivi papo umeshapokea mjiza wako, unaenda. Hauhitaji kuteseka, hauhitaji kupata shida yote. Umeshalipa gharama. Yaani unakuta kuna kiwango unafika, Mungu mwenyewe anakuambia, anasema mwanangu, hapa sawa. Mwanangu, hapa penyewe. Ukilipa gharama unakuwa ni mlokole uliyekamilika. Unakuwa ni mlokole wa viwango. Unakuwa sio mlokole wa kawaida. Hata mtu hawezi kukutukana. Hata mtu hawezi kukuzoea. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ukiwa umeokoka, umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, dhambi haikukimbii, ndo kwanza inakusogelea. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi haifanyi nini? Haikukimbii, ndo kwanza inakusogelea. Kwa usione kama kumkiri Yesu umemaliza. Hii pointi nataka nirudie tena. Ukisione kama kumkiri Yesu pale uko mkiri bure umemaliza. Hapana. Dhambi haikukimbii, ndo kwanza inakusogelea. Kwa nini? Kwa sababu shetani anataka aone unakosea. Yeye ndo anapata amani. Yaani
Ukikosea yeye anapata amani. Kama vile ambavyo wewe ukila unashiba, unajisikia vizuri, ndio vile ambavyo shetani anapata amani unapokosea wewe. Anajisikia raha unapokosea wewe. Anasema hapa sawa, hapa nimemweza. Kuna wakati mwingine unahisi ni akili yako mwenyewe, kumbe shetani. Alafu wakati mwingine usimpe nafasi. Wapendwa, usimpe nafasi shetani, usimpe nafasi. Yeye anataka ukose yake. Hajai kuwa na huruma hiyo. Ndio maana yeye kukuua haoni shida. Neema ya Mungu tu ndio inakufanya wewe. Lakini shetani haoni shida kukuua. Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 18. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Amen. Yenye haikuogopi na kufuata. Inakufuata. Yaani haikuogopi, inakufuata. Yaani inataka unapopiga hatua ya kwanza na yeye inafuata nyuma yako. Ya pili, ukiachia nafasi tu dhambi inaingia ndani yako. Kwa unapoona mlokole, unakuta ni mlokole, lakini ni bonge la mzinzi huyu mtu huyu anahitaji kuambiwa. Lakini kwa nini sisi Jumapili ya leo tumejifunza? Mungu ana kusudi ya kulitengeneza kanisa lake. Ndio maana amenituma neno hili ili tuweze kujifunza. Amenituma neno hili ili liweze kuingia katika mioyo yetu. Chochote unapotaka kukiacha, chukua hatua ya kulipa gharama kwa ajili ya Mungu wako, ili kile kitu kiondoke kwenye maisha yako. Mimi ninaamini kuna watu mlishawasikia fulani, yule ameokoka, yule mtumishi wa Mungu wa kweli. Inawezekana na wewe hapa ndio wao wanasema hivyo. Lakini tusikutolee mfano wewe, tumtolee mfano mtu mwingine. Wanakuambia binti fulani, yule ni mtumishi wa Mungu. Yaani ni mtumishi wa Mungu kweli kweli. Kitu gani wamekiona? Kuna vitu wameviona kwake. Kwanza amejitambua yeye ni nani, lakini amekubali kulipa gharama. Amekubali kulipa gharama. Hata mabinti, ukiwa umekubali kulipa gharama kwa Mungu, kwa Kristo Yesu, kuna wanaume hawatakufuata. Hawakufuati. Hawezi wakakufuata wanaume. Lakini kama hujakubali, maana yake shetani si ndiye anatawala, anakuwa anakutawala. Anatawala shetani. Na kama shetani anatawala, atatengeneza mazingira, atatuma wanaume, anakuja huyu, anatuma huyu, anakuja huyu, anatuma huyu, hivyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukubali kulipa gharama. Zaburi 1 mstari wa 2. Kuishi kwenye sheria ya Mungu. Zaburi 1 mstari wa 2 nasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Na sheria ya Bwana uitafakari mchana na usiku. Unahitaji kuishi kwenye sheria ya Bwana. Haleluya. Amen. Itakusaidia. Utaona matokeo. Lakini kama Mungu anakuambia kwamba Bwana unatakiwa ingia kwenye maombi, hauingii kwenye maombi. Mungu anakuambia inabidi uishi maisha utakatifu, hautaki. Mungu anakuambia acha umbea, hautaki. Mungu anakuambia acha wizi, hutaki. Acha uchonganishi, hutaki. Acha uzinzi, hautaki.
tunahitaji kuishi katika sheria ya Bwana. Ndio maana Zaburi anasema sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Unatafakari, unaitendea kazi. Sio unatafakari unaiacha. Biblia inasema maneno ya Mungu ni amina na kweli. Maneno ya Mungu ni ya kweli. Kwa ukitembea kwenye maneno ya Mungu utayaona matokeo. Usipotembea hautayaweza kuyaona matokeo. Sasa hiyo pia ni moja ya kitu ambacho watu wa Mungu wameingia huku, lakini wanashindwa kutembea kwenye sheria ya Mungu. Na ndio maana unakuta mtu anaokoka, anaenda kanisani ili aweze kuwapata mabinti. Kinachompeleka kanisani ni mabinti, na kwa sababu mabinti na wao hawaishi katika sheria ya Mungu, anawapata. Unajua, kuishi sheria ya Mungu ni kujiamini na kuiamini sheria ya Mungu na kutembea kwenye misingi ya Mungu. Kama mtu anatembea kwa sheria, huwezi ukasikia kwamba mtu fulani ni mzinzi kanisani. Anaanzeje? Huwezi ukasikia. Kwa unasikia kwa sababu huyu mtu amegoma kutembea kwa sheria ya Mungu. Amekaa miaka 10 kanisani, yupo tu miaka 10 kanisani, abadiliki mtu. Jamani, tunahitaji kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Hata kama tutawahubiria kufanikiwa, lakini tunataka kufike mbinguni. Hutafika mbinguni ukiwa ni mchafu. Hutafika mbinguni ukiwa ni mchafu. Tunatiana moyo ili Yesu anapokuja atukute tuko sawa. Nimesimama hapa kukutia moyo, kukuambia namna ya kulipa gharama ili usimtumikie shetani, ili Kristo anapokuja akukute uko tayari, uko msafi, akukute umejitoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutakuhubiria mambo ya duniani tu na ya mbinguni, maana ndio tunakokwenda. Wewe duniani ututolee mfano, wewe duniani unakaa miaka 100. Kisha miaka 100 wewe si haupo, shaondoka. Kwa lazima tuongee ukweli. Tukwambie vya duniani kidogo, lakini tukwambie vya mbinguni sana, maana kule ndio tunakokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Ili umuone Mungu lazima uwe mtakatifu. Ili umuone Mungu lazima ulipe gharama ya kuvikataa baadhi ya vitu kwenye maisha yako visikufuatilie. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kumwona Mungu. Na sisi tunatamani kwenda mbinguni. Tunatamani kwenda mbinguni. Kama ingekuwa sio hivyo, basi tungeweka hapa, ingekuwa tunaangalia movie. Tunaangalia movie mambo ya duniani, basi yamepita. Lakini kwa sababu tunahitaji kwenda mbinguni, na mimi ninatamani nikufundishe ili ufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kuna watu wanasema mafanikio, utabarikiwa, utafanikiwa. Sijakataa. Lazima ufanikiwe, lazima ubarikiwe. Na ni maombi yangu mara nyingi, namuomba Mungu kwamba akufanikishe, akusaidie, akuvushe hatua. Lakini mbinguni unatakiwa kwenda. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Mbinguni unatakiwa kwenda. Ndio maana tuko kwenye neno la Mungu ili tunatiana moyo, tunafundishana njia. Pita hapa ikufike hapa. Pita hapa ikufike hapa. Wana wa Israeli walipangiwa siku chache sana za kwenda Kanaani. Siku chache kabisa walipangiwa. Lakini kwa sababu ya tabia, uzinzi, ukaidi, sio uchawi, maana wote walikuwepo mle, ilisababisha wasifike walikokuwa wanakwenda. Wanakwambia safari ilikuwa ni ya siku sio 40, sio siku ngapi. Wakatembea miaka na miaka, sio miaka 40, sio miaka mingapi. Kwa walio wengi walikuwa wameshafia njiani, hawakufika kule ambako Mungu alikuwa ametaka wafike. Ambacho kilisababisha wasifike ni dhambi, ni ukaidi, ni kutokulipa gharama, kwamba inatakiwa tumsikilize Mungu. Walikuwa hawamsikilizi Mungu. Kwa wengi hawakufika. Waliofika walizaliwa njiani, ndio walifika. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa lazima safari ya kwenda mbinguni hii lazima tusemezane, jamani, tupite hapa ili tuweze kufika. Lakini kingine, usikate tamaa. Usikate tamaa. Wapendwa, ndio niwaambie, wokovu ni faida yako. Nisikilize vizuri. Wokovu ni kwa faida yako, sio kwa faida yangu. Lakini mimi nimepewa majukumu ili niweze kukuongoza uende sawa. Lakini wewe ndio unapata faida, kwa sababu ukienda mbinguni si umefaidika? Wapendwa, ukienda mbinguni si umefaidika? Hao nyinyi hamtaki kwenda mbinguni? Nataka mkachome moto. Mbona kama mmechoka? Wokovu ni kwa faida yako. Mimi nikikwambia njoo kanisani, ninahitaji ufanye ushirika na Mungu wako. Hata kufanya ushirika na Mungu wako, ila ni faida yako. Sitamani kuona inafika mwisho wa siku eti unaikosa mbingu. Na mimi napambana nisikose mbingu. Yaani vinavyohubiriwa isiwe bure. Niende na mimi nikazilise mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema hukumu itaanzia madhabahuni. Natangulia kwanza, anapigwa mchungaji, wanafuata wazee wa kanisa, wanafuata mashemasi titi mpaka nyuma huko. Haleluya. Ndio wanaanziwa. Sasa na mimi sitamani kuikosa mbingu. Natamani niende mbinguni. Natamani na wewe uende mbinguni. Kwa tunapokuambia mtumishi wa Mungu, hebu omba jambo fulani, hebu omba hivi, usione kama tunakuonea, tunakusaidia. Tunaelewana mtumishi wa Mungu? Tunakusaidia ili safari yako iwe njema. Lakini usikate tamaa. Shetani anainua vikwazo vingi vya kukukatisha tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Wana wa Israeli, kama asingekuwepo Musa pale kwenye bahari ya Shamu, sio nini kingetokea? Kwa sababu walikata tamaa. Na kilichosababisha wasirudi walikotoka ni kwa sababu waliliona jeshi la Farao linakuja. Na wakajua hawa jamaa wanakuja kutuua. Hicho ndio kilisababisha wasirudi walikotoka. Na Musa ndiye aliyesababisha wavuke. Lakini bila ya hivyo wale jamaa walikuwa wanapoteana. Kwa swala la kukata tamaa ndio moja silaha kubwa ambayo shetani anaitumia. Kukukatisha tamaa. Kukata tamaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Naona mmechoka. Lakini neno limeingia.